Halo kaka. Asafi tu, habari? Asi tunashukuru Mungu tuko salama. Yupo mzima tu, anakuulizia sana, anatamani kukuona, lakini sasa ndio hivyo changamoto za hapa na pale. Lakini kama una nafasi nilikuwa nakuomba ndugu yangu uje ukae hata wiki moja, wiki mbili. Tukae tuzungumze kabla hujasafiri. Ndio. Sawa, nitashukuru kwa kweli. Ya ndugu yangu. Sawa, tuko pamoja. Mke wangu. Mke wangu. Kwani kinachotafuta nini muda wote? Nachelewa. Nichelewa sasa. Beki lenyewe lilikuwa ni vumbi, unaonekana unitafuta. Kuna simu nimepokea hapa ya kakaangu Sugu. Sugu? Yes. Nadhani tutarajie ndani ya siku 2 hizi tunaweza tukaa tuna ugeni. Ina maana anakuja? Yeah. Nimefurahi jamani. Na kisha kuja nadhani tutakuwa naye kama wiki moja, wiki 2. Yeye mwenyewe atakapopenda. Mwezi. Yes. Basi mimi namsubiri kwa amana. Kama unavyojua nilipokuwa namsubiri kwa udi na uvumba. Haya basi niache niende. Kuja kusindikize mume wangu. Sawa, twende. Sasa uwe makini huu mlango usipende kuacha wazi kwa sababu wewe mwenyewe ukae nyumbani. Sasa mwanangu, hapo ndo pakuonyesha ukarimu wako. Sije ukamwangusha kumbi wako, ukamtia aibu mwanangu. Maana kutoka uolewe, hakuna mgeni ashakuja hapo mkakaa naye zaidi ya siku 3. Si ndio maana yake? Ndio. Sasa huyo kama amekuja pale anakaa mwezi mzima, mwanangu. Uonyeshe ukarimu wako, umwendo vizuri. Ili nawe pia ujiongezee dhamani kwenye ile familia mwanangu. Ndoa ina kazi, ndoa inataka uvumilivu. Sawa mama. Umeelewa Nimekuelewa. Shemeji yako muangalie vizuri. Sije ukaanza ukasikia maana si unajua tena. Naelewa. Mwanangu ujitahidi. Basi sawa mama, mimi nimekuelewa vizuri. Ndio mwanangu. Ngoja basi nimwahi shemeji kule nyumbani. Haya sawa mwanangu. Nitakuja kesho kutwa. Karibu. Si hapo nyumbani jamani. Kuna vinguo zangu viko kule unisaidia hata kufua. Basi kama kesho kutwa sifui. Mama wewe nawe. Ndio hivyo. Karibu. Asante. Samani, hivi hapa ndo kwa Simbila? Hapo ndo kwa Simbila na mimi hapa ndo mkewe. Bila shaka wewe ni shemeji Sugu, Yes. Karibu shemeji. Asante nashukuru. Unajua sikutarajia kama unaweza kufika saa hizi na ndio maana haikuwa rahisi. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba huku kote kulikuwepo polini huko? Huku kaka kulikuwa mapoli. Yaani mpaka leo kuona nyumba ziko karibu hivi na watu wamehamia wengi. Ni jambo la kushukuru kwa kweli. Lakini kaka mimi kiukweli kabisa kwa dhati kabisa ndani ya moyo wangu, moja kati ya kitu ambacho mimi nina furaha nacho ni kuona wewe umekuja na kujua wapi ninapokuwa.
tunakoishi. Sasa Unajua toka wazee walipofariki pale na wewe ukawa umeenda zako huko nani Afrika Kusini, nikawa nahisi kama nimezaliwa peke yangu, maana hakuwa unapatikana kwa mawasiliano ya aina yoyote. Lakini hatimaye umerudi ukakumbuka kuwa na mdogo wangu. Mimi ni kitu ambacho najivunia mno kuona tuko pamoja. Mshikamano huu ndio kitu ambacho sisi kitatufanya kesho na kesho kutwa tutaonekana tunasaidiana kwenye kila hali. kikubwa, mimi nashukuru sana ndugu yangu. Umenikaribisha, umeonyesha ukarimu wako. Na kingine ambacho naweza nikakupa hongera au pongezi. Kwanza una mji wako ndugu yangu. Katika maisha hiyo umepata stage. Unajua yani kivyo vyote vile aliyejenga kajenga, sikwambie mtu. Na una mwanamke ambaye upo naye, unaishi naye, umefunga naye ndoa. Yani umefanya vitu ambavyo ilipaswa nivifanye mimi. Umeona? Lakini ndugu yangu umevifanya hivyo vitu. Jinsi gani ambavyo umesimama katika njia sahihi. Kwa hiyo nakupongeza katika hilo. Hongera sana ndugu yangu. Kwanza kaka, moja ya kitu ambacho ninajivunia na ninayo furaha kubwa hata nikiwa nalizungumza hili jambo, nilikuwa na mwanamke mzuri, mwanamke ambaye ananisikiliza, ananielewa na ananiheshimu. Na mimi kwenye hilo niko mstari wa mbele, yani mke wangu naona ndo kila kitu kwangu. Tukiachilia mbali udugu, sawa, lakini mke wangu ndo kila kitu. Yani niko radhi mtu aguse kiungo changu chochote kwenye mwili nitamsamehe. Lakini sio mke wangu. Unajua kaka, hata vitabu vimeandika kuwa ili mwanaume akamilike ni lazima aoe. Ni kweli kabisa. Ya, ukiwa hujaoa unahesabika kama mlemavu. Ni kweli. Sasa leo mimi kupata kipande changu cha pili cha kuunganisha mwili wangu na kikanifiti ni kitu ambacho mimi najivunia sana sana sana. Nampenda sana yule mwanamke. Sawa. Ya, japokuwa huenda ukawa hujisikii vizuri kuona mimi mdogo wako nimetangulia kuoa, lakini ni jambo la wakati tu. Na imani hata wewe kesho yako inakuja na utampata mwanamke mzuri ambaye unaendana naye. Unajua mke wangu? Mimi najaribu kuongea na viongozi nipate likizo hata ya wiki moja ili nije kukaa na mgeni. Ni jambo zuri. Sasa nawe nakupanga hizo. So mimi nikitoka naenda kazini na wewe tena unatoka unaenda kwenye miseli yako, mgeni unamwacha mke. Sitozurura tena, nitakaa tu nyumbani. Hata masuala yenu ya kusukana, waambie waje wasuke pale pale. Basi wakinipigia tu simu nitaambia waje pale nyumbani. Sawa. Sawa. Kingine, zingatia swala la chakula. Watu walioishi nje wanazingatia sana ratiba ya kula. Sio unampa chai saa 5 atatuchukia. Yule ni ndugu yangu, unavyoona mimi ninavokula vile, yeye anakula mara 2 yangu. Hakikisha unampa chakula kwa wakati. Sawa? Mimi nilipokuwa siwezi kupika chai saa 1. Huwezi kupika chai vipi? Nipe leo. Mimi nakuomba hilo kuwa nalo makini, lakini kingine usisahau kuwa nakupenda. Sio kanifanyia ujinga. Nakupenda pia. Tamkata mtu kichwa. Wewe tena na ulivu wako. Alafu nikicheza danadana. Sawa. Odi. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Dosaizi. Salama kwema. Furaha nimemkuta? Furaha ametoka. Atachelewa kurudi? Kwa kweli sijajua kwa sababu hakuniambia, ila sina uhakika sana. Basi sawa, baadaye. Okay. Samani. Akija nimwambie nani? Mwambie tu G atakuelewa. Yaani kimwambia G ataelewa hivyo hivyo. Okay. Karibu mwanangu. Mwana mpotevu jamani.
Asante mama. Mimi hapa nyumbani muda wote saa yote nakuja. Sema tu nilibanwa na kazi nyingi ndio nikanishindwa kuja mama. Mambo mengi mpaka unanisahau mimi mama yako. Mama, naanzaje kusahau mamangu kipenzi. Nakukumbuka sana mamangu, sema tu muda wa kuja nilikuwa nakosa. Hadi unashindwa na mmeo mwanangu. Mume wangu? Mmeo juzi alikuja kunisalimia. Mwanaume msiri kiasi hichi. Unajua hajaniambia kabisa. Amekuja hapa, alikuja hapa. Kwanza tulikaa sana, alisalimia. Ameniletea kirobo cha unga, sukari, mafuta. Na akaniachia kitu kidogo cha kushikashika mkononi. Kweli mama, ndio kwanza unaniambia wewe. Yaani bila kuniambia nisingejua. Basi aliona haina muhimu, si kwa mama yake. Muda wote si anakuja kama vile unaweza kuja. Nalo neno. Hongera sana mwanangu. Umepata mme pale, umepata mwanaume. Sio mwanaume tu, bora mwanaume, ile umepata mme mwanangu. Ndio sasa wakati wa kufanya mpango. Tumletie mtoto basi umfanyie surprise bwana. Huyu ni mwanaume mzalie. Wale ndio wanaume wanatafutwa bwana, mwanangu. Mama bwana. Nitajitahidi. Nina wajukuu kweli. Sina mwana dada yako akija hapa ndani. Mara wengine wamenivuta nywele. Mara wengine bibi tukutoe sijui nywele zishaanza kuwa nyeupe. Wengine wanapanda kwenye TV sijui. Nasubiria wakwako. Hodi. Bwana kwaje? Kama kawa. Bwana samahani mwanangu. Mimi nimeelekezwa kwamba mazingira yanauzwa hapa mwanangu, nauza dawa ganja yani. Ganja? Kwa mimi nauza ganja hapa, si ndio? Wewe babu vipi wewe? Kwa mimi yani umeelekezwa huko, kwa mimi hapa tunauza ganja. Kwa hiyo watu wa mtaani sasa, mnataka kunitafutia sababu, mnipeleke Lupango, si ndio? Hamna mwanangu, afu mbona sio kwa nia mbaya mzee? Mimi nimekuja kama mvutaji, nimekuja kununua naondoka zangu, yani sina mambo mengine yani. Oya, mwanangu wewe, hapa hakuna ganja mshikaji wangu. Ni alikuelekeza Wrong House, wewe mwenyewe Wrong House vile vile yani. Hauna mazingira dawa. Oya, mwanangu oya. Oya. Mwanangu sikia. Mimi mgeni maeneo haya, au sio? Mimi nimefikia pale kwa Simbila yani. Simbila ndugu yangu. Umeona? Kwa hiyo mwanangu sina kwamba kusema labda na uadui na mtu hamna. Yaani mimi nimeelekezwa tu mazingira, nimeulizia dogo janja kani posti hapa. Simbila nani yani Simbila? Simbila nani? Au ndo Simbila kwambia hapa mimi nauza dawa? Sio Simbila ndo kaniambia hivyo. Oya boye. Boye. Mimi mazingira nataka hapa hapatikani, sawa Kwa hiyo amsha. Sasa mbona inakuwa kama ugomvi? Oya mwanangu amsha, mimi mazingira nataka hapa hamna. Hayapatikani. Wanu wewe Wrong House. Wrong House mwanangu. Oya boye. Kwa hiyo kuelekeza nani yani? Mimi si nimeshakuelekeza, kuna dogo janja hapa ndo kaniposti. Alafu mwanangu usikufichi yani, kama mazingira atakuwa anaenda fresh yani. Ukanielekeza sehemu mwanangu tunakaa ya usalama, ni yeye atusumbuliwa wala nini. Mimi nachukua vitu hata vya 10,000 tuna smoke yani, si unajua? Baridi. Mimi hapa 32. Wewe namba ngapi? 45 kitengo. Wewe sikiliza mwanangu. Yaani wewe mwanangu usiwaze. Yaani usije ukaona mimi kama foreigner hivi na hivi jao. Mume wangu wewe. Unaona mguu? Nilikuwa nakuja kukuangalia kwa Mama Firdausi au kwa Ashura Saruni. Na ningekukuta hapo, wangejua rangi yangu ya pili. Hivi wewe unataka niongelee kiungo gani? Sinaongea nawe. Ni mara ngapi nimekwambia usiondoke na ukamwacha mgeni peke yake? Na huyo mgeni ulimwacha na nani? Sinaongea nawe. Lakini mume wangu yeye aliniaga naenda kuangalia mpira. Na mimi nikajua huko napoenda sio chelewa. Okay. Kwa hiyo sasa mimi nikitoa oda na wewe unafanya oda yako tofauti, si ndio maana yake? Kwa mimi nikipanga kitu na unapanga zaidi, si ndio? Ni sawa.
Fran, nitakupiga. Nitakupasua, unanijua. Sasa tufanye katoka kuangalia mpira huko na kaja hapa ndani hajakukuta. Amekuta mlango umefungwa. Unafikiri anaenda kunizungumzia vipi kwa ndugu? Yaani inaonekana mimi sifai, nimeoa mwanamke ajielewi, si ndio? Lakini mume wangu, mimi nilijua kabisa. Nipe funguo. Wewe. Ni sio shoga yako. Nikiongea kitu mara hii unanisikiliza na unielewe. Wewe mke wangu, naomba unisamehe. Unajua kuna wakati unaponikosea, kuna muda nashindwa kujizuia, nakuwa na hasira. Ila naomba usifanye vitu tofauti nikikwambia. Mke wangu, ndio umechukia? Lakini hata kama nimekukosea ndio nikalikie nje tena mbele za watu mume wangu. Mimi sijapenda. Mke wangu, unanitafuta sababu ya kuninyima haki yangu ya ndoa, si ndio? Nikwambie kitu mke wangu. Unajua hata ukichukia uzuri wako hujawahi kufutika kwenye macho yangu. Nimeenda hospitali kufanya vipimo. Daktari ameniambia sina tatizo. Kitanda hakizai alamu, shoga yangu. Kama unaitaka ndoa yako, fanya mpango upate mtoto. Acha kukaa kizembezembe hivyo. Hongera sana mwanangu. Umepata mume pale, umepata mwanaume. Sio mwanaume tu, bora mwanaume, ile umepata mume mwanangu. Ndio sasa wakati wa kufanya mpango. Tumletie mtoto basi, umfanyie surprise bwana. Wewe ni mwanaume mzalie. Wale ndio wanaume wanatafutwa bwana, mwanangu. Mama bwana. Nitajitahidi. Una maana gani kusema nijiongeze? Tafuta mwanaume yote anaweza kukupa ujauzito. Alafu baada ya hapo unampa mumeo. Kitanda hakizai alamu, shoga yangu. Watu mtandaoni na mbwembwe. Hebu hapa ya juu. Hivi? Asa wamefikiria nini mpaka kuposti kitu kama hicho jamani? Ni ujinga. Usiishe. Wewe. Wow, kumbe na mtoto mzuri. Sema katoto kake kamekuwa. Afu mtoto unajua ni faraja ndani ya nyumba. Tunge kuna katoto hapo kanatusumbua, mara kanimwaga maji, mara kamechezea unga. Hivi mume wangu. Hivi mimi naweza kupata mtoto kweli? Kwa nini unaongea hivyo? Sasa mbona bado mapema sana? Sisi kwanza tuna mwaka wa pili. Kwa mimi naona bado kuna watu walimaliza mpaka miaka 5, 10 na baadaye wakaja kupata mtoto baadaye. Kwa nafikiri sisi tuna tatizo gani? Na mimi imani yangu inanipa kuwa mtoto wetu atakuwa mtoto mzuri sana kuliko watoto wote hapa mtaani. Na sidhani kama kutakuwa na mtoto wa kumfananisha naye. Unajua natamani kesho na kesho kutwa mimi niitwe mama. Ya, na inawezekana. Inawezekana. Alafu kwa mfano labda nimerudi hivi namsikia mtoto yuko mtaa wa pili analia. Alafu wewe uko hapo unaosha vyombo.
Wewe. Na bado imani yangu inanipa mtoto wetu atakuwa ni mtoto mzuri sana. Na mtoto wetu atakuwa mfano hapa mtaani kote. Hakuna mtoto ambaye atalinganishwa na mtoto wetu. Labda wako kina Abdalla hapo au Arabu. Angalau kidogo. Hivi mume wangu, ukichanganisha rangi yangu na rangi yako, hatupati mtoto mzuri hapa. Yeah, atakuwa mzuri. Na kwa mfano sura afate kwa nani? Hapo sura afate kwangu. Maana mume wangu hilo pua. Utaniharibia mwanangu. Kwa mimba, si ndio? Unaona ile pua ilivyokaa hivi. Pole sana kwa changamoto mdogo wangu. Ila usijipe mawazo sana. Kwa sababu si wa kwanza wewe kufikiwa na hizo changamoto. Lakini Dr. Staplay fair hapo mdogo wangu. Unatakiwa ujiongeze, changamkia tenda. Ili upate angalau mtoto hapo aje kukusaidia baadaye. Hivi utakaa hivyo mpaka lini mdogo wangu? Wewe endelea kuzubazuba hivyo hivyo. Nijiongeze? Hivi dada, unafikiri nikishafanya hivyo ndio itakuwa solution ya haya matatizo yangu? Sikiliza nikwambie. Kijua ndo hiki. Usipouanika utautwanga mbichi. Shauri lako. Shemeji, ulikuwa umesahau simu nyumbani. Nikaona somba nikukimbilie nikuletee. Dai bwana. Nashukuru sana. Kwa sababu hata huko unapoenda, yani bila simu siwezi kufika. Maana mimi mgeni na mwenyeji wangu ndio anatarajia niwasiliane naye. Usijali shem. Nashukuru. Aya. Barikiwe sana. Basi poa shem. Poa. Shem. Samahani. Kama utojeni nilikuwa na ombi. Ombi lipi tena? Nilikuwa naomba utapotoka kazini nikuandalie zawadi. Zawadi? Sawa, hamna shida. Sawa. Basi safari njema, ila uwe mwangalifu tu. Unajua tena vijana hovyo wanapopenda kukwapua vitu vya watu. Usijali shemeji yangu. So sili. Nimejaribu na ninajaribu kadri ya uwezo wangu, lakini naona kabisa ili swala kwangu linazidi kuwa gumu. Shoga yangu, unafeli wapi? Nishakupanga kila kitu. Kwa jinsi ulivyo hivyo nashindwa kumshawishi mtu akakuelewa kweli. Asa wewe nengeneka kutane na vichenchede huko, ufeli misheni yako. Wewe ujui tu. Mimi hata sielewi ni muingie kwa gia gani. Unaona yupo busy sana mambo yake. Haya, chelewa kama hujamkuta mwana si wako. Shoga. Hani anapiga kwa heli. Jamani. Bibi wewe sina muda. Subiri basi ta.
Alo. Upo wapi? Basi nilikuwa naomba uje nyumbani mara moja. Nilikuwa na shida. Sasa hivi. Poa. Chap basi. Pita, nipo ndani. Niingie ndani? Njoo na maji. Vipi tena? Hospitali hujaenda? Hata nikienda hospitali haitosaidia kitu. Maji haya. Sitaki. Sasa ndo nini? Shem, nimekuambiaje? Nimesema sitaki. Mbona unataka kuniletea vishawishi? Mbona unataka kuniletea mambo ya unyoka? Alafu mimi leo kesho na kesho kutwa ndugu yangu atanionaje? Mimi sijalelewa katika maadili hayo. Sijalelewa katika desturi hizo. Kwa nini unataka kunigombanisha na ndugu yangu? Ndugu yako kwanza hapa amekujaje? Tunaongea mimi na wewe. Alafu hawezi kujua, labda umwambie wewe. Nisikilize. Kama mmenipangia njama ni bora uniambie. Kwa sababu nilikuwa nimepanga nije nikae hata mwezi ni enjoy. Lakini kwa hivi vitu unavyoniletea siwezi kuvumilia. Alafu kumbuka kwamba mimi ni mwanaume. Mambo hayo unaniletea haya majaribu haya. Haya majaribu ndio yalomponzaga hata Adamu haya. Akala tunda, ndio hivyo vitu unavyotaka kuniletea. Mwisho wa siku utaonekana wewe. Nitaonekana mimi. Aanzae siku zote avumi, ila anayemaliza sasa jamii yote itakuwa inamlalamikia yeye. Hivi, wewe ujifikirie kuna wangapi lakini nimekuona wewe. Ujiulize ni kwa nini wewe? Mimi unanizulumu sana nafsi yangu. Yaani sio siri. Umfanyie haki. Wewe ndo unanikosea mimi. Tena isitoshe umenipangia njama mbaya. Yaani naona kabisa njama mbaya umenipangia. Ushe mnaisijui toleo gani? Mbona mshamba hivi? Bangi ya leo sio kuikurupukia. Imetoka Arusha, kaletea mwanangu mmoja hivi anaitwa Chuga Mkola. Unajua watu wengi wa Arusha wanaume wakija Dar wajifanya anaitwa Chuga. Wanawake anaitwa Manka. Wanapiga virungu wao. Hii mwanangu nitaiwasha mwenyewe. Au nikuashie? Nitaiwasha. Sawa sawa. Sasa kama utakumbuka muda ule asubuhi nilivyokucheki katika simu, si nilikwambia mwanangu na maseke, yani na mikasa imenitokea hatari. Wewe hujaniambia maseke. Wewe ushaanza kuvuruga wewe na dawa wewe, hujaniambia mimi? Sio dawa bwana. Hebu kumbuka asubuhi vile nimekuambia mwanangu kuna kisanga hapa kimetokea na kutafuta ili nije tuongee issue. Nakumbuka. Kama hivyo nakumbuka. Sasa mwaga sasa sera zilikuwaje?
Mwanangu sikufichi. Yule shemeji yangu Jao. Hmm? Yaani yule shemeji yangu hafai kabisa. Si ndo akanipigia simu nipo kazini, anipigia simu, ananiambia njoo faster nyumbani. Mimi nikatoka, nikajua kuna matatizo. Nimetoka zangu speed, si unajua? Yaani nikawahi. Nimefika pale napiga hodi. Sisikii mtu akijibu. Nikapiga tena hodi, kumbe upo ndani. Nikafungua mlango nikaingia. Sasa tena ndani hapo tena ananiita chumbani. Chumbani? Chumbani kwao mzee. Si nikaingia ndani kule. Nikamkuta mwanangu kajichanua, yani chano. Mwanangu yani pale kulikuwa na kila dalili yoyote mbaya. Mwanangu nikasema hapa sio kweli, hapa mimi lazima nitoboe nitoke. Na uzuri mwanangu, moyoni kwa sababu nilikuwa nimekamia ile, Roho Mtakatifu akasimama na mimi. Nikatoka ndani mule mwanangu. Yaani nimekaza. Unajua mpaka sasa hivi najiuliza nimetokaje pale. Hujabatua wewe? Sijabatua mwanangu. Tena kingine usichokijua. Nilivyotoka mpaka nje kanifuata mpaka nje. Yaani yule mwanamke jini anataka kunivuta, nikakurupuka nikakimbia. Umekimbia? Nimekimbia baba. Mwanangu je fala? Yaani mwanangu ni nyama. Unaitoa nyama, ule, unyamaze, utaki. Shemeji kula nyama, nyamaza. Yaani utakaopewa nyama afu nyamaze. Sasa umepewa nyama, kabla ujala umekuja kutangaza. Wewe, yani cha kwanza labda nikwambie, sawa wanawake hawa mara nyingi waga kuna sehemu zao wanataka kufikisha. Usipomfikisha mwanamke kwenye kiwango cha FIFA, sawa wenda kaka yako kuna kiwango cha FIFA afiki. Kwa anataka labda umfikishe wewe. Sasa usipomfikisha wewe, ataenda kufikishwa nje, utakuwa umezailisha ukoo. Mwanangu wewe jamaa wewe. Yaani sijawahi kufikiria kama unawaza mawazo kama hayo. Wewe unajua unataka unipe mimi dhambi. Ukafanya dhambi, yani kingine sasa kama ulikuwa hujui. Shemeji, ukiwa unamla kwa siri, kuna vitu vinakuwa vinaenda vimenyoka. Kwa mfano wewe, una shida zako kama unataka kula dawa na change una. Shemeji, anaweza akakuungia, lakini sio tu hivyo. Muda mwingine pale kwenye usalama somolo pale kula, utakuwa kwenye chakula chako, unaenda sawa na kaka yako. Yani kama sio kumzidi, inategemea sana upigaji wa shoka. Kama shoka yako anamzidi kaka yako, mbona unaishi vizuri wewe? La sivyo utambua vitu ambavyo havipo. Wanda usitoboe ponye usikae. Anaweza kanitengenezea njama. Kwa hiyo mwanangu unaniambia hata katika msusi pale mimi nitakuwa nazidishiwa. Ukimbomoa? Mama ananyoka. Mwanangu ananenepa. Yaani mbe kutana naye usoni. Ajua ni kama unavuta bangi. Ila hata hivi anajua. Umejisahau bwana. Alisema Seregogo, penzi ni kama mmea au chipoi muogo, pale pasipo mbolea we vilikushinda vidogo, hata vya kunitetea. Fika. Odi. Karibuni warembo. Jamani, karibuni mkae. Kuna mkaaji sasa hapa? Naona mmeamua kutokuniwekea baraka nyumbani kwangu leo. Maana sio kwa wima hivyo. Unalalamika sana. Aya, niambie. Mimi nimekuja hapa nina jambo langu nataka nikwambie. Jambo? Jambo gani? Nataka nifanye birthday yangu. We. Bila shaka huyo sponsor. Si unajua tena mimi na mambo yangu. Una baya kabisa. Jambo hilo lini na wapi? Tarehe 15 Januari 5. Mama, inaonekana sponsor ana mawe. Chagua vitu vya ajabu. Maana ule ukumbi si wa kitoto, yani kiingilio chake tu. Ila shogangu sio swala. Hapa jambo limefika. Jambo tunalo na tunasamba nalo. Ndio maana nimekuletea wewe tena. Yaani afi punda mzigo ufike. Ndio maana nakuaminia shoga yangu. Wewe tena? Kijola? Mimi mambo ya vijola ndo sitaki. Shoga yangu wazungu huko. Mnanijua jamani. Kwa hiyo sare ni black and white. We. Aya. Unavaa nini hiyo siku tukasagule mapema? Hapa yenyewe yaani nilipokuwa natoka huko nikija hapa, nilikuwa nataka nikuambie kuhusu huo mchezo. Naomba unipe kwanza tarehe 10. Wewe ndiye mgaigai kutoka mtu wa 10 mpaka mtu wa 7. Shoga yangu sina hela. Unajua sina hela.
Ndo udugu tena, udugu lawama. Nitaongea na Mama Almasi kama atakubali, yeye atachukua mtu wa 10, utachukua mtu wa 7. Wow. My goodness. Jamani, habari za saa hizi? Nzuri. Jamani, karibuni ndani. Asante. Shem. Hata kuniambia kuna ugeni? Si ndio umewasikia umetoka? Shoga yangu. Sisi hata wakaji. Acha tuondoke. Sawa shoga yangu, mimi nashukuru kwa kuniletea taarifa. Jambo hilo limefika mahali pake. Haya. Usisahau kumwambia Mama Juma alete hela mchezo. Maana na siku ya 3 hajaleta hela hapa. Usijali. Shem, samani. Hivi huyu alikaa upande wa huku ana rasta ndefu. Ni mke wa mtu? Yule pale hajaolewa ila ana bwana yake na ameshamtolea barua. Tena bwana wake mwenyewe huyo, usalama wa taifa. Yaani bunduki nje. Chaka bovu lile. Lakini mimi sikuuliza kwa nia mbaya. Lengo langu kwa sababu alikuwa anakuja hapa nyumbani, kuna muda mnapishana wewe unakuwa huko. Alafu vile vile mimi simjui, siwezi nikamwita njiani eti wewe dada Nilikuwa tu nataka nimjue. Sio kwa nia mbaya. Umjue? Yaani usitake hata mazoea naye. Kwanza mcharuko ule hatajatulia shemeji yangu. Yaani hajatulia hata kidogo, janga la moyo lile. Achana naye. Asalamu alaykum mume wangu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Habari za kazi? Ulikuwa wapi mke wangu? Mume wangu, nilikuwa huko kwa rafiki yangu. Ana matatizo kidogo na mume wake, ameniita nikamsaidie. Kwa hiyo mke wangu siku hizi umekuwa baraza la usuluhishi. Hapana mume wangu. Si unajua kama fulani rafiki yangu, lazima nikamsaidie matatizo madogo madogo. Mke wangu, kumbuka unapomulika nyoka, anza miguuni mwako. Na vipi nguo zangu za kazi umeniandalia? Hapana mume wangu, ila bado sijachelewa. Bado mapema nitafua, nitazikunguta, nitazinyosha, zitakuwa sawa tu. Mke wangu, naona unajaribu kupambania ndoa za watu zikae sawa, lakini yakwako unaharibu mwenyewe mke wangu. Hapana mume wangu, samahani, ajirudi tena. Naomba nifungulie mlango, alafu naendelea maji ya kuoga. Odi. Furaha. Wewe. Vipi? Shoga, hapa ndani mna ugeni muhimu. Naomba tukaongelee pembeni. Sawa. Vipi mama? Mbona asubuhi kwema? Kwema, nimekuja kukuaga na safari. Safari? Nataka nisafiri. Naenda Arusha. Da mpaka Arusha. Kufuata nini? Kuna biashara naenda kufuatilia. Sawa, Somba, unajua ukiwa unafanya kazi sehemu kwa kuna delay, sio mbaya kuangalia simu ambayo ina manufaa zaidi ya pale. Kweli. Kwa hiyo unaenda leo? Kwenye kama tarehe 5 hivi. Tarehe 5, leo tarehe 1. Na maana una siku kama 4, yani bado upo. Siku kama 4 tu. Jamani. Sawa, mimi nakuombea tu kwa Mungu safari njema. Asante. Pale nyumbani kuna vijora. Sio mimi sio mvaji sana vijora. Utaenda kuvichukua. Sawa shoga yangu, sio lazima na vijora vyangu mwenyewe kidogo vilikuwa vishaanza kuishaisha, kwa hapo ukiniongezea wingi nitatamba hapa mtaani. Usijali, mimi tena na wewe. Sawa mwaya. Haya, asante. Kwa nielekee kazini.
Poa, basi baadaye nitakuja ofisini kwako. Haya, karibu. Poa, maana vinywa vyangu vimefumuka fumuka hivi. Haya. Shemeji. Niambie. Safari ya wapi? Da, naingia kijiweni hapo. Asubuhi yote hii. Subiri hata nikupikie chai basi. Sema. Yaani sikufichi, nimechelewa kinyama. Na hapa yenyewe nimepigiwa simu afu kuna issue muhimu sana. Jamani. Unataka kuondoka kabisa bila kunywa chai yangu, kweli? Usijali, nitaenda afu nitarudi. So vizuri. Mimi naomba unywe chai alafu ndio uende. Okay, sawa, nakujua. Kwa Maria kitu. Chie bwana. Naona sura iliyojaa furaha na bashasha shosti. Hizo ni dalili ya sura za watu waliofanikiwa katika majambo yao wanayoyapambania. Hatimaye ndege mjanja kunasa kwenye tundu bovu. Jibu hilo. Kazi yako ni kupigia mstari tu. Maana kazi yako nimeifanya kama ulivyoniambia. Naona kazi yako umefanya kwa ubora shosti. Oa mwanangu. Kwanza leo mwanangu na furaha kinyama. Ule ushauri wako mwanangu si nimeutendea kazi mzee wangu. Kwa hiyo ndio kuniambia kwamba umebatua? Yaani si maana nimekuja hapa nikusimulie mzee wangu. Yaani kifupi mwanangu, ule mwanamke muone vile vile. Yule mwanamke ana hatari mzee wangu. Yaani usimuone vile ukamdharau mzee mwenzangu, yani mwanangu kila engo unayojua wewe anaitendea kazi. Nimepelekeshwa engo nyingi. Yaani mara engo hii, mara engo hii, mara engo hii. Ndugu yangu wewe. Kwa hiyo shemeji yako fundi. Yaani ule baba hata pale VETA pale hawamwezi. Kabisa. Lakini pia kingine, wewe ndugu yangu wewe umetoka mbele. Mimi najuaga mbele kuna baridi. Bongo hapa hot. Hot girls. Yaani hot. Unaelewa hot. Naelewa. Aje ifinyie kwa ndani. Mwanangu sio kila kitu nikusimulie babu. Yaani unaweza ukamtamani. Shemeji yako anajua kufinyia kwa ndani. Yaani nakwambia mwanangu michezo yote yule mtoto, yani mwanangu michezo yote. Anaenda. Sasa mpaka kila kitu ni kwa DC bobo. Kwa hiyo umepiga mswaki chooni. Mwanangu wewe. Mwanangu yani kama kwa DC tena imekuwa tatizo. Basi siku ya DC yani. Yaani siku ya DC. Tia namba. Namba za? Na shemeji yako. Na mimi nibatue. Yaani mwanangu. Kizuri kula na ndugu yako baba. Wewe umekula na ndugu yako na mimi nanijia ndugu yako. Mwanangu wewe sikiliza. Wewe mwanangu, mimi na wewe yani tuendelee hapa kushesha tu. Mimi na wewe tunashesha, lakini sio vitu vingine tunashare tena ndugu yangu. Baridi anyway. Naona umenipiga kibambi hapa. Ila sio mbaya. Kwa ajili au kwa sababu umefanya vizuri kazi yangu. Na kugea SK bure leo. Acha masia. Toa pipa moja unyonge mwenyewe. Sawa. Mwanangu Jeje. Unaona vile vishao vile? Oya kimoja mimi na kibilivu kinoma kile cheupe kile. Sasa ukichane ukweli. Wasema mimi kila nikikutana naye dust kibao yani. Kinaletea mieusho mwanangu ujue. Sikia babu. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Nye machula nye. Simameni kwanza hapo. Nini wewe? Na kwanza umetuitaje? Sikia mtu. Mimi nimekusimamisha hapa kwa jambo hilo moja, wala sitaki kona kama round about. Mimi nakubelieve kinoma mtu ujue. Yaani mimi nakupenda ile yani. Alafu yani mimi kila nikikuona mwenzako moyo wangu unadunda tu. Hivyo unajisikiza unachongea? Mtu anapokuheshimu, jaribu nawe kuonyesha heshima. Hiyo ndio maana halisi ya heshima. Alafu mimi sio kama wanawake zenu huko mtaani. Pia mimi ni mke wa mtu. Unavyonisimamisha na kuongea upuuzi wako, vipi kama mume wangu akinikuta hapa? Unafikiri atanichukuliaje? Wasikia wewe chula, kama mke wa mtu sumu migeto maziwani. Mpuuzi huyu. Haiwezekani mimi anisimamisha na niongelea upuuzi wake.
Tena ukiniona iwe mwanzo na mwisho leo na ukome. Wewe mwanangu Njenje, mbona kaniletea dust kanipiga mimi? Ndio. Nachukulia baridi au vipi? Wewe chula vipi wewe? Nachukulia mambo au vipi? Sasa sikia. Mimi umenipiga kibao afu wewe nimekupiga bao. Na bao la kwanza nimekupiga hapa kijiweni. Bao la pili naenda kukupigia geto. Oya, Jelasi. Sikia mwanangu. Achana na wenyewe utumbo, tuafisa tufagiliaje yani. Sio unajua wewe uni hatupendi au vipi? Wewe chula wewe. Sema kesho njoo na bwana wako. Mama mtu, vipi tena? Kulikoni? Vipi mama mtu? Shemeji, natoka sokoni, nimepita pale kuna kaka walikuwa wamekaa kijiweni. Akawa amenitongoza, mimi nimemkatalia ndo akanishika kalio. Unasemaje? Hivi huyo mkaka huyo ananijua mimi vizuri mimi? Stupid people. Ananijua mimi vizuri huyo stupid. Yaani amekosa wanawake wa kuwachezea chezea mpaka aje kukushika wewe. Ananijua mimi vizuri, mimi ni criminal mimi. Ananijua, yani ananikumbuka, ananirudisha kwenye enzi zangu. Nisikilize kimakini. Unamjua huyo mtu vizuri? Ndio. Sasa ngoja nikamwelekeze maisha. Kwa nini marage yakitiwa chumvi yanakuwa mboga? Kwa nini marage hayo yakitiwa sukari yanakuwa futari? Twende. Rastaman. Rastafari. Where are you? Where are you? Where are you? Unajifungia? Aile. Toka nje huko. Njoo nje huko nikuonyeshe. Unajifanya Rastaman Oa vipi wazee? Mbona mnakuja yani maskani afu panya kibao yani ngendembwe kibao? Oa unajua umenirushia mwanangu. Hivi unajua mimi nimekula kitu cha bei gani mwanangu? Mnaweza kulipa banki nilokula mimi? Oa msichukulie poa mjue. Kwa hiyo wewe chula umeamua kuja na shoga yako, si ndio? Umeamua kumleta shoga yako alete ngendembwe maskani kwangu, si ndio? Oa sasa nisikilizeni wanangu, au sio? Tena mnisikilize kwa makini mnielewe. Oya, hii kambi ya kishetani, yani kambi hapa ya kidevo. Afu muondoko sasa wa kidevoshpa. Oya, ubanditi tu ndo unaendelea hapa. Hamuyawezi hata kidogo, yani paia mwanangu. My God. Hivi mimi nilikuwa najua marasta ni watu ambao wana akili zao timamu. Marasta ni watu ambao wana show love. Rasta ni mtu ambaye yupo tough katika spiritual. Kumbe wewe Rasta ni mpumbavu ambaye sijai kuona duniani. Hivi unavyomuona mwanamke kama huyu, amegaramiwa hivi, amependeza. Umevuta kibangi chako huko cha 500, unakuja unamshika. Unamjua huyo? Oya, nisikilize wewe msela wa zamani. Nakwambiaje? Wewe ni msela wa zamani. Afu hizi hapa ndo namba hii. Uyawezi hata kidogo mwanangu. Panya. Nitakumaliza wewe. Stupid. Tena mwache, nitamalizia na teke moja la mwisho.
namba. Wewe nini? Subiri, ngoja. Shida nini? Mungu, Sugu kampiga mkaka watu sijui kafa, sijui kazimia. Wewe, shida nini mpaka nafanya yoyote? Angalia mimi niko natoka kule gengeni, sasa mkaka amenishika hapa tu. Sugu kampiga sijui. Mimi si yule kafa sijui. Lakini kwa nini haya mambo yanakuwa hivi na kwa nini usiniambie sasa tunatatiana matatizo? Sugu ana shida, mimi namjua. Yuko wapi? Kule karibu na sokoni. Wewe mwambie asijali, mwezi wa 12 tu nitakuja. Alafu nikija huko nitambeba nje kukaa naye huko. Likizo kisha namrudisha. Mama mdogo naye. Sawa. Basi bibi nitakucheki. Mume wangu bwana. Umesahau nini? Eti. Hivi uone kama unajichelesha kazini. Mambo yako bwana. Vipi? Mzako nimemiss. Mimi si nini nimekuja tunashikana nje. Uone kama watu wanaweza kutuona. Mimi sijali kuhusu watu sasa hivi. Yaani umenichanganya, nimechanganyikiwa. Kwa hiyo yani I don't care. Mstaki. Mara moja tu umenogewa. Vipi kama kakako akijua? Alafu kingine sikufichi. Yaani kipindi mnaenda kuogeshana kule. Yaani mimi roho inaniuma, yani nipo ndani huko. Yaani nafsi inanikeleketa. Asa kinachokuumiza nini? Si mume wangu yule. Sijui itakuwa wivu. Wivu? Uone hivi shemeji yako. Wewe uogopi? Ubaya ubwela. Hata kama bwana shemeji mistaki. Sikia. Nikwambie kitu. Chap tu. Bwana shemeji afu hapa nje unashikana mistaki. Acha hizo bwana. Sijakuzoea hiyo. Kumbuka wewe ndio ulikuwa unanishawishi. Hata kama bwana, mimi sasa hivi aka. Twende bwana. Mara moja tu. Hai jamani. Basi wewe ni mpaka uanze kulingalinga hivyo. Tuenze tu basi, wacha tuona kweli. Naona toka siku ile brother, baada ya tukio hatujaonana tena. Hapana ndugu yangu, si unajua pilika za hapa na pale. Vipi lakini uko sawa? Kiukweli mimi namshukuru Mungu nipo sawa. Lakini niendelee kutanguliza shukrani zangu za dhati, maana sikutegemea kwa kitendo ambacho nimekifanya na jinsi busara uliyochukua kuamua. Kiukweli niendelee kukushukuru brother. Sijategemea kama utafanya kitu hicho. No, usijali Rasi. Unajua sisi ni binadamu kukwazana ni kitu cha kawaida, na unapoona umemkwaza mtu na amekuomba msamaha, sasa kuna haja gani tena ya kuendeleza bifu? Ni kweli, maana mimi mwenyewe binafsi sikujua kama ni mke wako. Ingali ningejua basi nisingefanya hivyo, kwa sababu unajua mwanamke aheshimike. Na wewe nilivyokuwa nakuona nilikuwa nafikiri tu kama wenzangu wa kawaida mtaani, lakini nimekuja kugundua kama ni mtu fulani hivi mwenye busara zake sana. Lakini hivi yule jamaa yule ni ndugu yako? Sugu. Yule mwenye madevu yule. Yule ni ndugu yangu. Yaani kwa lugha za mtaani tunasema toka nitoke. Yaani yule ni brother wangu. Ila changamoto yule
hakulelewa sana hapa Tanzania. Mimi nilikuwa na mjomba wangu kidogo ni mbaharia, mtu wa kusafiri. Kwa yule akiwa mdogo alichukuliwa na mjomba akaenda zake Australia, lakini sasa hivi maisha yake ni South Africa. Ila amekuja tu mara moja kuniona, ndio maana niko naye nyumbani pale. Ni kweli, na maana naona hata tabia zake ni za ugaibuni kidogo. Kama mzuri. Sio kwetu huko. Lakini unajua brother, mimi nataka nikwambie jambo moja. Mimi naamini brother Mkono mimi hajawahi kunidanganya kitu. Kabisa na namwamini mimi. Hii jamaa akisema kitu, basi kitu kina kweli ndani yake. Hebu mwangalie vizuri ndugu yako yule. Yaani ndugu yako na mke wako. Hebu jitahidi kidogo kuangalia kwa jicho la umakini zaidi. Yaani unamaanisha nini? Sijakuelewa. Mara kadhaa brother Mkono ameshamkuta mke wako na yule unayesema wewe ni ndugu yako. Mara ya kwanza amewakuta wakiwa wanaingia guest. What? Na mara ya pili amewakuta wamekaa sehemu yani faraga. Yani sio kawaida mtu na shemeji yake kukaa. Hata siku ile alivyokuja kuniletea fujo nyumbani, mimi nikazani yeye ndo mwenye mali yake kwa sababu kaja na tempa ya juu sana. Tofauti hata na wewe mwenye mali yako ulivyokuja. Kwa hili ninakuangalia brother, lina kitu ndani yake. Lazizi wangu huyo. Karibu. Asante. Tabia za wapi hizo jamani? Akati kila siku mwendano kwa lazima nikupokee. Yaani sijui hata niseme kwa lugha gani labda nitaeleweka. Ila kweli ni kwamba nakupenda sana. Hata kuna wakati nikiwa kazini, kuna muda nakaa nawaza sana. Unajua nimemwacha mwanamke mzuri, mweupe, yuko nyumbani ananipenda. Japo sijajua imani yake, lakini mimi naamini ananipenda sana, si ndio? Sawa. Sawa. Na kama siku ikatokea kuna mtu akaingia katikati ya mapenzi yetu, yaani sijui hata nitamfanya nini. Sijui. Yaani iwe mbele ya macho ya watu au mbele za Mungu. Sijui. Yaani nikisema hivyo namaanisha hata angekuwa babangu mzee Kasiga aliyetangulia. Mkweli. Yaani hicho nitakachomfanya naamini sio kizuri. Na huenda watu wanaweza wakaniweka kundi moja na mnyama. Unajua mke wangu, mtu akiwa anakupenda hakuna anachostahili zaidi ya kupendwa kuliko yeye anapopenda. Kwa namna anavyokupenda. Nakupenda. Kwaje mwanangu? Mbona hivyo ni leo ueleweki mlango ni kama askari tunashtuana mwanangu, tuko juu, sometimes tunashuka nini? Tuko juu tunashuka. Hatuelewi vipi tatizo, Ndugu yangu na majanga. Una majanga basi. Aste. Aknasiko. Eti
taratibu taratibu. Tatizo nini? Bwana Simira anataka kuniua. Bwana Simira? Tatizo nini mpaka atakuua? Mwanangu si nimefumaniwa. Amekufumania? Msubiri kwanza. Kakufumania ndo uko kwenye game au kuna situation za kufumania ambazo zieleweki? Mwanangu. Yaani nakushukwambia serious, yaani mwanangu hapa nyewe ananikimbiza hatari. Mimi nilikuwa naomba tu hata hifadhi kwanza niingie ndani huko. Hifadhi uingie ndani? Mwanangu tulia. Huko ndani mimi cha kwanza nina mwali. Amekuja jana tu usiku na anakaa wiki hizi 3. Na mimi nilivyokuwa na ugwadu ndugu yangu, siwezi kuruhusu kuingia. Na sio tu ugwadu. Kwa tabia ambayo umemfanyia kaka yako. Nikuhifadhi hapa. Naenda kuuza zangu dawa. Mimi sikuamini ndugu yangu. Mimi sikuamini. Cha kukusaidia ukizunguka nyuma hapa. Kuna jengo moja bofu pale kamilika hapa. Mwenye anaishi tauni. Unaweza kujihifadhi ndugu yangu. Ila humu uingii. Uingii. Kwa ndugu yangu ndo unanilipa mabaya mwanangu. Na kulipa mabaya? Kwani ushaye kunilipa wema? Au unanidai? Unanidai? Kalaga bao baba. Mtu majanga uliana kwao. Sasa umeharibu nyumbani. Si utakula na nani baba? Mtakung'ata. Baza amsha. Nenda mwanangu. Alafu baza niko stajia kumbe una kipala. Mimi sio mwizi mwanangu. Sasa kama sio mwizi hapo anafanya nini? Kuna mtu mwanangu kanitapeli mali zangu. Alafu ananikimbiza. Kwa mwanangu umetapeliwa au vipi? Ndugu yangu. Sasa hapo ulikuwa unaelekea? Mimi sina sehemu ya kwenda mzee wangu. Kwa mwanangu mambo anataka kukudhulumu. Binadamu bwana. Basi ngoja tukustiri mwanangu. Mjuba. Oya. Ndio mwanangu kuna muuni huku katapeliwa. Yanuka basi. Basta! Mwanangu. Umemwona umsela? Umsela jao kinoma. Huyu mani ndo kaja kuletea dharau mimi maskani kwangu. Yule kipala au vipi? Ndio huyo kipala kankalisha ujue maskani kwangu afu dharau kinoma mwanangu. Ungestua mapema mwanangu tungemtoa hata sikio. Sikia babu. Hilo panga ina kazi yake. Mbona unataka uanze kulitia damu mapema vipi? Anasema si unajua senyewe madivoshipa, yani kijangili mwendo wa kishetani. Yani hapa kwenyewe ungenistua mimi ningemkata sikio yani. Ili jembe unajua mwenyewe tukilibeba, popote inapotokea tunaliamsha. Samani. Hivi umemwona mtu kavaa kikanzu kifupi alafu ana kipara hivi anakimbia? Sawa. Na nitampata tu. Hivi nyinyi wanawake mnatafuta nini kwenye maisha? Yaani unataka mtu akufanyie nini ndio uelewe kuwa anakupenda na anakuthamini? Hivi nakuaje mtu, sawa, nimemjali, nimemkarimu kwa kila kitu, alafu mimi naondoka, kumbe ule muda ambao mimi naondoka ndo anautumia kunisaliti na mke wangu. Lakini nikwambie kitu, mpenzi anauma. Mpenzi anauma vibaya sana. Kila maisha. Sawa. Na nakupa tu siri. Kama utasikia mtu yoyote amefungwa kesi mbaya, basi nitakuwa mimi, sio mtu mwingine. Weka. Umesema ana kikanzu, ana kipara. Yeah.
mikono yako miwili. Na nilikwambia ni bora uguse kiungo changu chochote kwenye mwili, lakini sio kumgusa mke wangu. Kwani kosa langu liko wapi bro? Ungeniambia kama mbuzi wangu nimemwacha na chui, ningejua na muhifadhi vipi. Mimi nakukosea wapi? Nilikwambia bro, ni bora unisike popote kwenye mwili wangu, lakini sio mke wangu. Hii ndo maana mimi kukukarimu, si ndio? Kosa langu liko wapi? Kwa nini ungeniambia? Si ungeniambia kama kuna kitu nimekosea. Kwa nini unifanyia vile? Kumbe babako. Mapenzi yanauma, Sugu, mapenzi yanauma ujue. Mapenzi yanauma Sugu, sawa? Samahani, nilipitiwa tu shetani. Samahani? Unaniambia leo samahani? Wakati unamshikashika na kumkisi unapotaka, ukujua kuwa samahani na usika baadaye, si ndio? Sasa I swear, ni bora ndugu wanione ibilisi, wanione shetani, lakini maamuzi yangu ni yakamilisha. Simbila, nini unafanya? Wewe si ndugu yako? Kama ndugu yangu unakatembea na mke wangu, si ndio? Kwa unataka kufanya upuuzi kwa vitu vidogo ambavyo vinazungumzika, si ndio? Unajua mapenzi yanauma. Kama ni kweli ni ndugu yangu huyu, asingeweza kufanya aliyoyafanya. Niachie. Wewe Simbila wewe, acha uzeze chai wewe mwanaume. Ukimuoa huyu utapata faida gani? Ukimuoa utapata faida gani? Huyu ni ndugu yako, huyu ndo atakuzika. Ni kweli Simbila, mimi na wewe ni ndugu, damu hii moja.